unataka kuwa mu maisha yako chini kukaratasi. Kitabu cha Habakuki sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 3 nasema andika maono yako chini. Vile vitu vyote unataka kuwa mu maisha. Mie nataka kuwa daktari, andika hiyo statement chini. Mimi nataka kuwa mfanyabiashara mkubwa, andika hiyo chini. Kama uko vie, mimi nataka kuolewa na bwana patro, andika chini. Nao ni vision. Kama uko garson nataka kuoa fie mwenyewe ni msomi, andika chini. Mimi nataka kuoa msomi, andika chini. Ni vision. Sema amina. Sema amen. Chochote ambacho uandiki chini utakisahau na utakikumbuka. Kitu cha pili, ukishaandika maono yako chini, andika ni nini natakiwa kufanya ili nije kuwa hichi kitu kenye nimeandika chini. Maana ili uwe mu maisha kuna nini cha kufanya ili uwe. Chochote unachotaka kuwa, kuna kitu cha kufanya ili uwe hicho kitu. Hakuna kitu utakuwa mu maisha bila wewe kwenda kufanya kitu fulani. Ni hii generation tu ndio iko nawaza vitu vinatokaka tu muhewa. Mwi dunia kila kitu unachokiona kina mtu aliyekisababisha kitokee. Na kama na wewe unataka kuona kitu fulani mu maisha yako, lazima wewe ujitume na ujipange kwenda kusababisha hicho kitu kitokee. Mtu mmoja aseme amen. Vijana, kila kitu unachokitumia leo ilikuwa ni mawazo ya mtu fulani jana. Hiyo saa uliovaa, simu unayotumia, nguo ulizovaa ni maono ya mtu fulani jana. Wewe maono yako mu maisha ni nini? Sema amen. Andika chini ni kitu gani unatakiwa kukifanya ili ukamilishe hizo ndoto zako. Kitu cha tatu, tambua watu ambao unaweza kuambatana nao mu maisha ili wakusaidie kuwa hivyo vitu ambavyo unataka kuwa. Watu. Vijana, jitahidi sana uambatane na watu ambao watakusaidia kuwaza vizuri, kuwaza maendeleo na kukusukuma kufanya vitu vya kukuendeleza. Unaona, leo nashukuru Mungu tunaongea na nyie. Sisi ni marafiki wawili ambao Mungu ametusaidia. Hata kwamba hatujawa na pesa nyingi, lakini katika ulimwengu wa elimu tumefanikiwa. Ulimwengu wa elimu tumefanikiwa. Maana tumesoma kuanzia mwanzo mpaka mwisho, tuko madaktari. Tumefanikiwa katika ulimwengu wa elimu. Unaona, inawezekana mimi ningekuwa rafiki mbaya, asingenipigiaga simu. Alimpigiaga simu akiwa Tanzania, bwana mimi nataka nikuje South Africa kusoma, nisaidie. Halo. Na alivyokuja mimi sikumshauria vibaya kwa sababu nilikuwa rafiki wa mzuri, nilimuonyesha njia ya mzuri ya kupitia. Na yeye anakuwa anamshukuru sana. Sawa? Ndio watu wa kwanza ambao mimi nilisaidia na wao wakafanya nguvu yao yote ili ule msaada ambao niliufanyaka usiende bure. Unaona, leo niko najipiga kifua, sawa? At least niko na rafiki mwenye anaweza kasimama akasema huyu bwana alitusaidia. Lakini mimi nakuwa na washukuru, walitumika sana. Maana hawa ndio vijana wa kwanza wa kabila letu ambao walikuja na lengo la kusoma, wakapambana au kujiingiza vitu vya michezo. Bwana. Kwa hiyo kama mko na shuhuda kwenye community ya kuuliza, hapa ni mambo mnasemaka alisoma, iko na nini? Ndugu yangu, kuko vijana waliniuliza swali kule. Daktari Kamba iko naambia watu, sina nini? Aisha fanya nini mu maisha yake? Wewe uliletwa hapa na UN kama vile sakoshi wewe. Mimi sikuja hapa na UN. Hivi ngoja niwaambie kwanza, community yangu niwaambie kwanza. Sijui kama tuko bawili na siongee hivi kujisifu. Niko naongea hivi kuwa motive vijana na wewe unaweza ukawa mtu mkubwa kesho. Mie ndo mubembe wa kwanza. Sijui kama uko mwingine. Mie ndo mubembe wa kwanza kuwa na nilisomea mu Afrika, kukuya Marekani kufanya kazi na narudia mu Afrika. Mie ndo mubembe wa kwanza. Mie ndo mubembe wa kwanza dunia nzima kusomea mu Afrika na unapata kazi Marekani, unakiaka Marekani kutumika na unarudia Afrika. Mie ndo mbembe wa kwanza kwa sababu ya masomo. Baadaye mtu anafungua kinywa chake kusema aishafanya nini? Ndugu yangu, uende na upande kwanza doktora ndio uniambie alifanya nini. Mbona mnasikia vijana? Mie ndo mbembe wa kwanza mwenye na kuyaka huku Marekani na kurudia na kurudia na familia yangu iko mu Afrika
na sipigi yake hata mtu mwa simu nisaidie tike wa ndo wa kwanza. Niko naishi mu Afrika na lipo $1, ndo mbembo wa kwanza. Alafu mtu akwambie masomo inafanya nini? Unaona sasa kitu Kenya alisema hapa, sio kama ulisikia. Sie na familia zetu deja tuko bien. Unaona mimi na watoto wangu, niko na fie wangu wa kwanza anasomea Australia. Fie wangu mimi wa kwanza anasomea Australia. Kwa sababu ni baba alishatengeneza mazingira. Kwa ni kusema nini? Mimi na watoto wangu hakuna tena shida. Watoto wangu hawatahangaika tena. Lakini nini sasa tunachojaribu kufanyia community sasa? Musikie sasa. Kutengeneza maproje ya kusaidia community. Unaona proje yenye ametengeneza hapa? Akitangaza kwa ndugu yetu. Hapana. Bitatusaidia nini kwa? Ngoja niwaambie hapa Atlanta kwenye watu wa madoktora, mimi sitakuwa nawapa salary yangu ya mumufuko ndo kuwasaidia. No. Nitakuwa naleta maproje ku community. Niligroupe ba pasteur kwa Atlanta kule. Nikamwambia hivi. Na yuana na congressmen wa hapa na ba mayor wa hapa, sawa biko na pesa zenye wanasaidia ba immigré refugee hapa Marekani, lakini il faut tuwe na community yenye tunaweka pamoja, tuwe na projet ya kufanya. Nikaambia ba pasteur mkuye tufanye projet. Ba pasteur ba moya bakasema mie kwa kanisa yangu na kanisa ya ula tupatanaki, mimi sitakuwa mwile vyenu. Mungu mnasikia? Kwa hiyo pasteur kwa sababu iko na makonflikt na pasteur mwingine, anabloke batu yake, batoto yake basibenefisie kukitu eti kwa sababu yeye iko na mezatante na pasteur mwingine. Baadaye siku nitakufa hapa, unajua kisu pasteur atanga kusema ekiambali kwa doktora akilisaidia batu nini? Ekiambali letaka proshuka kataka. Do you understand? Nikasema hivi, batoto yetu wiko nashindwa kumasomo rezo ni kwa sababu hawana foundation ya mzuri ya education. Hakuna wakubasaidia na assignments. Sawa? Hakuna wakubasaidia bazazi yetu. Unaona masomo ya hapa iko tofauti na ya kule. Mfuata hapa vijana. Masomo ya hapa iko tofauti na masomo ya kunyumba. Masomo ya hapa wale in middle school inakuwa ni hivi. Batoto wanapewa ma assignments. Sawa? Homeworks kwa masomo ili bazazi kunyumba nabo bao bana participe mkufundisha batoto ile ma homeworks. Maana yake ni kusema mtoto anapofundishwa kwa masomo ilifo bazazi nabo banamfundisha kunyumba mkutatua ile ma homework. Sasa bazazi yetu kwa sababu wa Kiingereza, sawa? Batoto abako na nasaidiwa na ma homework kunyumba. As a result batoto biko na feli sana kwa masomo na bakisha feli balimu wanabatukana. Wewe look at you don't listen. Batoto wanaanza kukata tamaa, maana mtoto yote mdogo kama unamwambia vitu vya negative mara kwa mara, hauna akili wewe hivi na hivi, vinakuwaka vina affect psychology na development ya brain ya huyo mtoto, na mtoto anaanza kukata tamaa, peut-être vya masomo sio vyangu, ngoja nijaji. Mimi nikagundua kwamba hiyo ndo problem inafanya watoto wetu wengi hawaendelee na masomo hapa. Na kitu kingine, watoto wetu wengi baba, mnasikia wanaongea Kiingereza au watoto kiki unaosikia baba, mwambie andike benye anaongea ndio utajua abayuaki kuandika. Pote benye mko mnaona wana graduate kwa college, they don't know how to write English. Nilileta solution gani sasa kama daktari mkominote? Nilianzisha after school program ya kusema wale watoto pote biko middle school. Mimi najitokeza paski mimi niko kwanza mwalimu, avaya hivyo yote ya madoktora, niko kwanza mwalimu. Nitajitokeza niwe nafundisha watoto. Nikatafuta ba volunteer wengine hapa ba 4, tuko watu 5. Tuko na after school yenye tuko tunarun from Monday to Thursday. Mungu akasaidia tunailanse wiki ya kwanza. Wiki ya pili tukapewa basi na organization moja tunabeba watoto. Kila siku tuko tunapata watu wa kutuletea matunda, vyakula na mai na cold drink ya kuwapa hawa watoto. Hii ndo ma projet yenye sie tunakuwaka tunacree ya kuendeleza nini? Community. Pastor wenu nishamwambia deja hapa. Kuko projet tutalanse. Sikumwambia hayo, nitamwambia tutaifanya hapa. What am I saying? Kazi ya masomo sio kwa sababu ya wewe tu na familia yako, ni pia tutafute kitu gani mu community tunaweza kufanya kwa ajili ya maendeleo ya community. That's what we do with our education. Alafu Mungu akatusaidia tukapata manafasi mu government, then we create jobs.
Then we give you guys opportunity. Na nataka nimalizie kwa kusema hivi kwenye point. Nye ambao mko in college, mufuata hapa. This is what you are doing. Mufuata hapa. Hapa Marekani, if you want to get a good job after school, this is what you do. Wakati uko mu college, after your high school, unaenda ku college. Whatever you are studying in that college, start applying for internship within that field of study wakati bado uko ku college. Narudia nikisema vijana, wengi wenu unafanya mistake. Uko ku college unafanya nursing. Uko unafanya part time warehouse. How does nursing and warehouse relate? Aya, uko nasoma accounting, unasoma finance. Let's say unafanya diploma in finance. Kuliko utafute internship mu banke, utafute internship kufanya in a financial agency. Unaona hata kule ku warehouse, let's say ku Amazon, kule ku Sam's Club, ukienda ku Walmart. Ima company yote iko na warehouse, lakini iko na ma department pia ya finance, iko na ma department ya human resource, iko na ma department ya watu wa kusoma. Wewe wakati uko nasoma any of the field, kuliko kwenda kutafuta kazi ya warehouse, tafuta kazi mwile domene. Let's say go to them and say, mimi niko nasoma finance, naomba munipe internship ya finance assistant. Unajua itakusaidia nini? Wakati uko nasoma finance na unafanya internship ya finance, wakati utamaliza ile diploma yako au degree yako, ukiwaambia hawa hii organization kwamba I'm done with my studies, can you guys give me something? Batakupa kazi as an accountant kwa sababu ulifanya internship na this is una transit from your bachelor to a good job. Lakini kitu cha ajabu kiko kinanishangaza na nyinyi jene tuko nabo hapa. Unamaliza college, kuliko utafute kazi ya masomo, wewe mwenyewe unaenda kutafuta kazi ya kupaki warehouse. Wewe mwenyewe na akili yako. Sisemi ni vibaya kufanya kazi ya kupaki warehouse. Bazazi yetu wa mingi hapa yu Kiingereza, hapa maisha ilikuwa mpe compliqué. Kufanya ile kazi haiko problem. Lakini babiana wenye mmesoma college hapa, you are 19, you are 22. Unashindwa kuendelea na college, unasema mimi nifunza kujitafutia makuta. And how are you looking for this money? To work in a warehouse until when? With a college certificate from US? You want to be working in a warehouse as a packer? You are crazy. You are not serious. A crazy mad person. You are crazy. A crazy person of a high level. What am I saying? Vijana, mie kama kuko zawadi ya kubachia, ni kuambia musirizike na hiyo hali yenye mko hapo. Desire to be a better person than any other person in your family. Ndio kwenye motivation itaanzia. Mimi nataka niruhusu questions, tuishie hapa. Nilisema point ya 3, jaribu to put down. So, the thing that you think should be done for you to be the person that you want to be. Na kitu cha 3 cha 4 nilisema marafiki. Chambatanisha na watu ambao watakusaidia. Unaona wengi wenu hapa, wangapi mmeolewa hapa? Wangapi mmeoa? Do you have anyone married here? Okay, umeoa. Mimi bado niko jeune, hata kama nimeoa, mimi bado niko jeune. Est-ce que mimi niko mzee? Muniko mimi siko mzee. Sema mina. Sio bota hapa tuko ba jeune, sawa? Tuko ba jeune, niko ndesio ya 50, bado niko jeune. Sasa marafiki wako, sawa? Wanakusaidiaka kuendelea nini? Unaona huyu rafiki yangu nilimleta Afrika Shit, ni daktari leo. Wewe barafiki yako baisha kusaidia kuwa nani mu maisha yako? Ndio swali ya kujiuliza. Huyu alikuya ana degree, sawa? Akakutana na rafiki mwenye alimuinisie kumbia masomo, na yeye akawa na akili ya kujua Kenya anapenda mu maisha na akapambana. Leo ni daktari. Wewe rafiki yako aisha kusaidia kuwa nani? Leo hii umumu mkanisa anza kuvuta manimero ya watu wenye unayua bana kudistraire tu.
bloke ule dada ule ku TikTok ule mwenye yeye, yani ukishakuwa tu ni TikTok bloke wale watu. Unajua ni kwa nini? Kicha mwisho ni discipline ya vitu fulani venye utakiwa kuvifanya ili ukamilishe ndoto zako za maisha. Discipline inamaanisha nini? Kuamua kutokuwa nafanya baadhi ya vitu kwa sababu ya malengo ya maisha uliojiwekea. Discipline inamaanisha nini? Narudia nikisema. Discipline inamaanisha refusing to do certain things for you to be able to accomplish what you have decided to do with your life. Mimi na rafiki yangu South Africa tulisemaka hivi. Ndugu yangu, makuta yenye kidogo tuko tunapata haitoshi kulipa nyumba, kukula na kulipa masomo. Ili tufanikiwe kusoma, il faut tukatale anasa fulani. Tulikalaka Afrika diside miaka atukwaki na ba girlfriend. Maana kwa tunayua ba girlfriend ni depense. Pesa ya kubatumia ya kununua inite tutaitoa wapi? Ya kununua airtime tutaitoa wapi? Maana Afrika kule huko hamuna ma airtime. Afrika kule you have to unatakiwa unatumia fie pesa ya kununua airtime. Inatakiwa unamnunua pesa ya kwenda kusalo. Tulikaka chini tukasema ndugu yangu wewe, kama tunataka tumalize masomo tuachane bia bafia hapa, tutaenda sehemu. Tukasema bia pombe, makuta ya kununua pombe tutatoa wapi? Tusio tunkunywa pombe. Hatukunywa kipombe kisu mnatuona hapa. Kwa hiyo tulijidiscipline, tukaacha kufanya baadhi ya vitu kwa sababu ya malengo ya maisha tulikuwa tumejiwekea. Vijana, bila discipline ya kusema sitajihusisha mu vitu fulani porque nifanikishe malengo yangu, hautaenda sehemu. Kama unataka uwe mtu wa tofauti, jidistingue, jitofautishe, achana na watu, achana na vitabia. Usiwe na nunua vitu eti kwa sababu umeona fulani iko nacho. Unaona fulani ile doji yake ile iko nafanya sound ya mzuri kabisa, akikaa kwa kanisa naona rudia kunyumba, papa ile makuta yangu naomba unipe na meno. Usinunue vitu kwa sababu umeona watu wengine wanavyo, au jua huyu mtu alitoa na alitunza makuta yake kuanzia wakati gani. Sema amen. Mimi nafikiri tuweze kuongea mpaka kesho. Naomba niruhusu maswali. Karibu. Muulize maswali yoyote tu, hata ya marelation muulize. Baraka sana na tuishi hapa. That's a very good question. Ni kitu gani tulifanyaka ambacho kilituwezesha kuendelea wakati tulikuwa karibu kukata tamaa? That's a very good question. Unaona vijana, nazoea kusema hivi, mfuate hapa. Kama unajua anwani ya kwenye uko naenda na au yafika, endelea kwenda. Very deep. I repeat what I just said. If you know the address of where you are going and you know you have not arrived yet, keep going. Somebody. If you know the address of where you are going and you know you have not arrived, keep moving forward. Keep pushing. Tulikuwa tunajua kwenye tunatakiwa kuwa na tulikuwa hatuyafika. Kwa hiyo tulitakiwa tu kuendelea kupush. Maana yake ni kusema nini kijana? Shida tulizokuwa tunapitia. Ngoja niwaambie South Africa. Sasa hivi kuna racism, tribalism, hawapendi wageni. Nafikiri mko mnaona video ya what is going on in South Africa, right? So, South Africa kuna hali ya hivi. Wa South Africa wengi nao waisha kuwa na bachelor degree. Kwa hiyo kama unatafuta kazi na bachelor degree, hawatakubeba kama mgeni. Kwa hiyo motivation ya kwanza ilikuwa ni kwamba ili tuje tupate kazi nzuri hapa South Africa, inabidi tuwe wasomi kuliko wa South Africa. Ewa, tumemaliza bachelor, tusishie hapa, tusome license. Tunaisoma, wa South Africa wengi waisha kuwa na hii honors, let's do masters. Wa South wengi waisha kuwa na masters, kwa hiyo tukiapply kazi na masters, wasauza ndo watakuwa wanapata, hatutapata. Ngoja tusome mpaka PhD, kwa sababu PhD sio watu wengi walio nayo.
inaweza kutusaidia tuwe na chance ya kuwa napata kazi zenye wanahitaji watu wa PhD. Kwa shida zilitusababisha kupambana mpaka tufike mwisho. Hicho ndo kilichotuweka. Na kitu kingine, mimi naye tulitamani dumu maisha yetu siku moja tuwe daktari. Mimi nilitamani siku moja ili tunaenda kumikutano watu wanatutambulisha, tunatambulisha ndugu Steven. Nilikatala, mtakuwa mnaniita ndugu. Kwanza mkiniintroduce kama ndugu hapa sitasimama. It's not me I'm talking about. Mkiniintroduce hapa tunakaribisha ndugu Steven, sitasimama. Sio mimi muhimu mnaongelea, sio mimi. Mimi wakati mnanitambulisha, ndugu yangu nilipata PhD yangu kugarama sana. Ifo mnaniita daktari, usiponiita daktari sitaitika wewe. Uende na wewe utafute kwanza uone kisi na kwaka. Sema mina. Niko na batania siko wa vile Swali lingine. Swali lingine. Vijana muulize maswali. Ngoja niwachekeshe kama mna swali. Nitajuaje au ninaweza nikajuaje fiancé wa mzuri? Nimalizie na ile Tunaingia hapo sasa, maswali nataka kutoka sasa. Sasa mfuate hapo. Vijana, namalizia kwa kuwapo mfano utawasaidia kwenye masuala ya mahusiano. Maisha yana stage. Mfuate sasa hapo. Maisha yana nini? Yana vipengele na stages. Stage ya kwanza ya maisha ni mwaka mmoja mpaka miaka 18. Mfuate hapa. Maana pia usipokuwa najua nini cha kufanya kwenye nyakati za maisha, haijalishi maono yako ni mazuri kiasi gani. Maono mazuri wakati mbaya hayatakupeleka sehemu. Na maono mazuri ukiyafanya wakati ambao sio sahihi, hautafaulu. Miaka 0 mpaka 18 inakuwa ni miaka ya elimu ya msingi ya maisha ya mtu. Mwaka 1 mpaka 18 ndio miaka yenye ulienda middle school ukamaliza high school. Inatarajiwa at 18 umemaliza elementary foundation of education. Miaka 18 inakuwa ni miaka ya wazazi, wanakuongoza, wanakushauria, wanakuonyesha njia za kuwa mtu kesho. Mwaka 1 mpaka 18. Mfuate hapa, niko nataka kuwaambia wakati gani mnatakiwa kuanza kuwaza mambo ya relationships. Maana moja ya vitu ambavyo community yangu hapa imeingia amo tena ni pre-marriage, ni premature marriages. Ndugu zangu wabembe walio wengi hapa tumerudia tena mwile miaka ya watoto kuolewa. Nilishangaa wiki iliyoisha nilikuwa na mkutano wa vijana. Nikauliza dada mmoja, una miaka mingapi? 17. Ambia okay. Unasomaga? No. Wenzake kwanza ndo walisema no, aishaolewa. 17 aishaolewa. Ngoja niwaambie, si walaumu wala ambao mmeshaolewa kwenye hiyo miaka, lakini kawaida na ukweli ni kwamba mtu ambaye yuko chini ya miaka 18 hajawa na uzoefu wa vitu vingi kwenye maisha tu ya kawaida. Huyu mtu hajajua vitu vingi tu. Kuna vitu ambavyo unavijua kwa sababu ya miaka mingi ambayo umeshaishi. Unaona miaka 18, miaka 1 mpaka 18 ni miaka ambayo bado unajifunza vitu vingi vya kimaisha, jinsi ya kuishi, jinsi ya kuwa msafi. Hivi wangapi mnajua kwenye hiyo miaka sio wanaume hata usafi tu hajawa msafi vizuri kwenye hiyo miaka hiyo sisi wanaume? Mungu mnanisikia? Halo? Tulipitia huko. Kwa hiyo kama wewe utasema hapana mimi siko vile, wewe sema vile huko Marekani. Lakini sio wakati tunakomaa miaka 16 haujawa hata msafi vizuri. Mungu mnasikia? Miaka 18 mpaka 25 ni miaka ya college, university. Umemaliza shule. Hii ni miaka ya wewe kutambua ni nini unataka kuwa katika maisha. Sio wakati wa kujichanganya, maana ndo wakati ambao watu wanatengeneza msingi wa wapi mtakuwa katika maisha. Vijana wote ambao mko katikati ya miaka 18 na 25 mfuate hapa. Hii ndo miaka ya wewe kutambua ni vitu gani unatakiwa kuwa mu maisha yako. Unaona, mimi na rafiki yangu, mimi nashukuru Mungu sana. Wakati tunaenda South Africa, mimi nilienda South Africa niko tayari na miaka 26. I was 26. Nilikuwa natoka mu 25 kwenda 26. Na Mungu akanisaidia nikamaliza PhD yangu wakati niko na 39 naenda mu 40 years.
hata kama nilianza na retard, I started a little bit late, lakini ile kushituka na kusema no, ngoja nirudie tu kwa masomo, hata kama miaka ishaenda, ngoja niende nipambane na yeye. Nafikiri ilikuwa ni hiyo miaka. Kwa hiyo haikuwaki late to start. Even if you have missed some years, you can still restart again. Kama uko between 18 na 25, usipoteze muda. Hii ndio miaka ya kufigure out where you will be in life. Vijana mko mnasikia? Hii ndio, ngoja kwa wadada, ngoja niwaambie wadada ambao mko hapa msikie. Unaona wadada wengi leo hawaolewe. Kuna wadada wengi wamekosa bahati ya kuolewa. Can I tell you the reason? Mfuate sasa. Wanawake wana miaka fulani ambayo huwa inavutia wabwana wa kuwaoa. Na wanawake vijana wengi kwenye hiyo miaka hawapendagi kutulizana kwenye ndoa. Naomba mnifuate. Mwili wa binti kutoka miaka 18 mpaka 25, mwanamke yeyote mwili wake unakuwa unapendeza na unaanza kuattract wanaume wa aina yoyote ile. Ndio miaka ambayo wadada wengi wanapataga wanaume mbalimbali wa kuwafuata, na wadada ambao hawatakuwa makini, hawana ile nizamu, ile discipline ya kujizuia, ndio wakati wadada wengi wanakuwa wanabebeshwa mamimba, wanakuwa wanaenda pokua wa malaya, kwa sababu tamaa inawaingilia. Fulani ndo ananipenda. Maana hiyo miaka inakuwa inavutia wanaume mbalimbali. Watakuja wenye pesa, wenye elimu, wapandi, na humu pia mnakuyaka bwana ya mzuri benye biko kabisa wanapenda kukuoa. Lakini cha ajabu, wale wenyewe watakuwa na nia ya kutaka kuoa, sio aina ya wenyewe wewe unapenda, ndio inakuwa sasa tatizo. Bale wenyewe watajitokeza mu hiyo miaka, banataka bakuoe na wewe ndio wenyewe ule ndani nikome. Ndo garson anakuya nikome, ndo garson anakuya nikome. Na miaka sasa unatoka mu 22, 23, 24, 25, ulikuwa nafanya vile. Bale wakaka wote wenye walikuwa wanataka bakuoe waliowaka watu wengine. Wakati sasa wewe ndo akili sasa inakushituka. Mbona mwenzangu? Maana unaona mnaanzaka kushituka. Mama yako anaanza kukumbusha mumafika. Wewe benzako wote wiko naolewa, unaona ile samedi tulikuwa ku wedding ya fulani. Sasa wewe uko na wazai. Mama mimi uniache mimi. Mama yako akikwambia vile mara 2 mara 3, akili inaanza kutumika. Lakini inawezekana mama yangu iko kweli. Ayetu nyota tulikuwa naye ni rafiki yangu, anaenda kwanza familia yake. Ona tena iko mimba anapendeza. Baadaye ukaona Angela naye akaposte foto na mtoto wake wafie. Kibebe kinapendeza. Inawezekana mimi nilichezea bafiansi. Ndio akili sasa inaanza kutumika. Ninachotaka kusema nini wadada? Kuna miaka ambayo mwili wako unapendeza na unaita bwana. Hiyo ni wakati ya kuwa makini. Inakuwa ni wakati ya wewe kuamua, na hii ni miaka 18 na 25. Kwa wadada ni miaka ya kusema usichezee. Kama inatokea unapata bwana wa kujipanga na mwenye anakupenda wa kukuoa, hiyo ni miaka ya kufanya maamuzi mazuri. Lakini pia kama bado uko ku college na unataka kumalize elimu yako kule, maliza kwanza shule. Kila kitu na wakati wake. Mimi na discourage vijana wa kuolewa chini ya miaka 18 na katala. Usiolewe kama uyafikisha miaka 20 na kitu. Usiolewe maana utakuwa hujajipanga. Vijana, na nyewe pia kwa wakati wetu sio na wakati wa wazazi wetu. Mwiyo miaka ya nyuma, mwanaume wa miaka 18 alikuwa tayari ni mwanaume anayewaza vizuri sana. Lakini mwi miaka ya leo, mwanaume mwenye akili yake ishasimama vizuri mkichwa. Wadada musikia hapa, itawasaidia. Ni wa kuanzia 24 na kuendelea Lakini sana sana kuanzia 25 ambao mko chini ya 25 msiseme mchungaji ndo naanza vile. Tena na wangu iko humu hivi. Ninachosema ni hivi, fuateni hapa. Inawezekana mkawa mnapendana mko na hiyo miaka, lakini bado simtawana dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Kwa hiyo mtafikisha hiyo miaka, haina shida. Mwanaume muwe mnajipanga kwanza, at least kama uko mbya masomo usiowe chini ya miaka 25. Unajua ni kwa nini?
at least miaka 25 utakuwa ushatumika hata miaka 4 unatumika na jipango na nunua vitu vya nyumba na uko na savings ya kutosha. Sawa? Usipurupuke kuoa eti kwa sababu ka saving kako kamefika 30,000 na ujawa na akili ya kutulizana. Ndio maana mko mnafahamu naoa dada, baada ya 3 mois unaendelea na kuchati na lea tena. Ndio maana siku ya kwanza bibi yako alikuwa munyumba, mfuata hapa. Siku ya kwanza bibi yako mnaingia munyumba, ile siku ya kwanza unaona sheria masimu iko nagombanisha watu sana. Kwa hiyo vraiment mimi kitu cha kwanza nataka nikwambie leo mke wangu tusiwe tunasumbuana kwa simu. Matoko tunavana tu bure. Unaona dada kama garso anaanza kuambia vile Julie oleo na bandi. Chambazi ndo alikuoa. Amen. Nishe pale muulize maswali. Tunaweza kulala hapa tuishie hapa. Ulize maswali. Amen. Basi msimame tuombe. Tunaishia hapa. Baba, tunasema asante kwa ajili ya leo. Tunaombea hao vijana mchana wa leo. Mungu, umetupa neema ya kuwa hapa. Tunaomba hivi tulivyojifunza hapa leo viwafungue macho na viwasaidie kufika mbali katika maisha. Baba, tunasema asante. Ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru, na mtu mmoja aseme amen. Sasa vijana, naomba sisi wote tuje huku mbele tukamate picha pamoja na mchungaji wetu. Wote kisi tulivyo humu tupite mbele tukamate picha ili iwe kumbukumbu. Na kitu ambacho nilisahau kusema, mfuate, lazima uweke Mungu mbele. Kila kitu unachokifanya vijana, bila Mungu hautaenda sehemu. Hakuna maono, msiwaze tu kwa sababu tunawaambia tulishakuwa daktari. No, Mungu ndo alitusaidia, haikukuwa kwa nguvu zetu. Sema amina. Basi Mungu abariki na tutaendelea kuonana tena. Naomba tupite wote hapa mbele tukamata hata picha moja hivi. Asante.